Okay, kuhusu foleni ya Dar es Salaam, kivipi tunaweza tukatumia artificial intelligence, yani akili bandia kuhakikisha kwamba tunapunguza foleni ya Dar es Salaam. Na nimekuwa nikiona hili jambo likizungumziwa sana hizi wiki kadhaa zilizopita, kila mtu anatoa wazo lake kuzungumzia kivipi foleni ya Dar es Salaam inaweza ikapungua. Na nasikia wana win a prize, lakini mimi siko hapa win a prize, ni kuhakikisha kwamba wote tunaeleweshana kwa pamoja na mawazo ya wote yakatumika kuhakikisha kwamba tunapunguza hili tatizo ama kutatua hili tatizo, okay? So, nitajaribu kuongea kwa ufupi sana, nitatumia japo kwa urefu, lakini nitatumia terminology ambazo ni rahisi ili kila mtu ambaye ana understanding na masuala ya tech aweze kunielewa. Cha kwanza kabisa tu analyze tatizo ambalo mimi cha kwanza ninaliona kwenye upande wa hizi traffic light. What I'm thinking ni kwamba hizi traffic lights haziko centralized, hazijawa connected sehemu moja, kwamba nachoona ni kwamba kila taa ya barabara fulani inawaka kivyake, kwamba taa za barabara ya Mwananyamala wapi na wapi zote ambazo zinakutana town zote zinakuwa zinawaka kivyake. Yani hii inawaka hivi na ruhusu hivi. Kwa katikati huko mbeleni gari ya barabara fulani lazima itakutana na watu wa barabara fulani. Kwa kama kila kitu kinawaka kivyake, kiko centralized, hakiwezi kufanywa decision kujua kwamba ndani ya muda huu magari haya yataruhusiwa, ndani ya muda huu magari haya yanatakiwa yasipite hapa kwa sababu yatakutana ndani ya muda fulani. Hiyo naona ni changamoto. Kwa hiyo mimi ninavyoona, kwanza taa ziwe yani kwa kuna centralized system ambayo ina control hizi traffic light. This is not kitu ambacho nataka kukileta zaidi, ila ni kitu ambacho naona pia ni cha kuzingatia. Tuongelee swala lingine ambalo naliona ni kwenye upande wa hizi taa zinakuwa zina counter, right? Hizi taa zina counter kivipi? Yani zinakuwa zina timer. Zenyewe zilivyo hizi current taa zilizoko ni kwamba kuna sekunde 60 taa ndio itawaka labda nyekundu ama itawaka kijani, magari labda ndio yataruhusiwa, mengine yatasimamishwa. Hiyo mimi naona ni changamoto kwa sababu sometimes unakuwa unakaa kwenye barabara haina magari, lakini kuna magari yamezuiliwa yasipite, lakini kuna barabara haina magari. Hiyo umeona? Kwa hiyo ni changamoto kwa sababu kuna swala la muda linakuwa wasted, na muda ukiwa wasted na maana ni changamoto kubwa. Ni moja kati ya sababu za traffic kutokea barabarani. Jambo lingine ambalo sasa ninataka kulizungumzia hapa ni kwamba tunaweza tukatumia image processing algorithm kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo hili kivipi. So, navyoongelea hili jambo sio kwamba mimi nakurupuka tu kuongea, ni kitu ambacho nimekifanyia project, nimekifanyia thesis kwa miezi karibu 11 ya karibu mwaka na miezi kadhaa, na hisi nimefanyia project yangu hiyo, umeona. Na nilifanya project sio masuala ya traffic light, ila project yangu ilikuwa ni masuala ya image processing kwenye kudetect informal attires. Kama mtu kavaa nguo ambazo ni informal getini, inamwambia umevaa nguo informal, inafunga geti. Then kama mtu amevaa nguo ambazo ni proper, then inafungua geti na mruhusu aende. Watu waliosoma na mimi wanajua hiyo project, unaona. So ninaongea kitu kwa experience, sio kwamba nimekurupuka. Okay, let's get back kwenye na ndio project ambayo ilinifanya nika graduate. Okay, let's get back kwenye business ambayo ninaizungumzia sasa ya traffic light. Kivipi tunaweza kutumia image processing algorithm? Tunaweza kuzitumia hizi image processing algorithm kwa mfumo wa kwamba kuna kamera ambayo ina analyze object, umeona, ambazo ziko barabarani. Pale tunapokaa traffic light kuna kamera ambayo ina analyze object ambazo ziko barabarani. Na ina analyze object ambazo object zenyewe ni magari pamoja na pedestrian, unaona. So kuangalia kama kuna barabara haina magari, iko empty, haina traffic kubwa, basi there is no need kuzuia haya magari mengine yafanyaje, yazuiliwe. It means kwamba yataruhusiwa kwenda, unaona, haya mengine yataruhusiwa kwenda. Kwa hiyo inaokoa nini? Inaokoa muda, kwa sababu kamera inakuwa ina act kama input. Kuna input, nitaongelea input 3. Kwa kuna kamera kama input, ambayo hiyo kamera inakuwa ni input ambayo ina collect data kwa kuanalyze object ambazo na kuzidetect ambazo ni pedestrian na cars kwenye barabara fulani. And then kama magari yapo, basi taa ina act kama actuator, inaruhusu magari labda yasiende, au inazuia magari yasiende, ama inaruhusu magari yafanyaje, ama inaruhusu magari yaende. Kwa hiyo ni moja kati ya
mbinu ambayo unaona inaweza ikatumika. So taa zinakuwa yani object ikishakuwa detected inaingizwa kwenye ubongo wa AI, data ambazo zimekuwa trained, kama ni hivi na hivi, then this, umeona, then taa iwake, taa inakuwa ina act kama actuator. Jambo lingine ambalo linaweza pia likatumika ili kuongeza efficiency kwenye hili swala ni kwa kutumia tunaita sensors. Sensor kwa mfano, kama tuzungumzie sensor gani? Ultrasonic sensor ni sensor ambayo huwa ina measure distance na ina measure pia speed. Kwa hiyo hii sensor inaweza ziko kwenye barabara zina measure distance na magari, umeona, kujua kwamba distance ya magari, na ukiangalia distance ya magari na speed ya magari yaliyopo, kama speed ni kubwa sana it means foleni ni ndogo, umeona. So kama speed ni ndogo sana na measure na kukao, na ukijumlisha na kamera ime analyze magari, labda ime count labda yako magari kadhaa, kwa hiyo inakuwa ina make decision kwamba hapa accuracy ya foleni ni kubwa kuliko huku ambako kuko empty. So AI inafanya decision kwamba turuhusu magari ya mahali fulani ya barabara hii yaende, haya yastopishwe. Kwa hiyo inakuwa inaokoa muda na inakuwa inafanya a good decision making. Alafu turudi kule mwanzo kwenye centralized system kwamba na hizo taa pia zinakuwa zote centralized kwenye single system, kwamba zinakuwa zote zinafanya decision kwa kuangalia pia barabara fulani inasemaje, huku kunasemaje, huku kunafanyaje, kwa zinakuwa zina make that kind of decision, umeona. Yeah. Upande wa pili ambao ninauona pia ni wa maana sana ili kuongeza efficiency ya hii image processing algorithm ni kwamba pia inaweza pia foleni zinasababishwa pia na swala zima la hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa pia ni moja kati ya sababu ambazo zinasababisha foleni. Kwa hiyo tunaweza tukatumia data kwenye mamlaka, tukachukua data za kwenye mamlaka ya hali ya hewa, tukatrain our model kwamba hizi data zote tukatrain kwenye model yetu kwamba labda tarehe fulani mpaka tarehe fulani miezi fulani kuna kuwaga na mvua sana, kuna kuwaga na upepo mkali, kuna kuwaga na nini, na labda mvua au changamoto hii ya hali ya hewa inasababishaga foleni haswa kwenye mitaa 1 2 3 4 5. Kwa hiyo tunakuwa tuna make hizo decision. Kwa hiyo ikichukuliwa kwa input zinakuwa tatu. Ikichukuliwa input ya hizi data ambazo ni za mamlaka ya hali ya hewa ambazo zimekuwa trained kwenye AI to make a good decision, afu ikichukuliwa input ya sensors ambazo ni kama ultrasonic sensors na nyingine, afu ikachukuliwa na input ya cameras, zote zikawa collided pamoja, ina maana kutakuwa kuna accuracy kubwa sana ya kufanya decision ya kuruhusu magari kwenye actuator ambayo ni taa, ama kusimamisha magari ambayo ni taa, na kuhakikisha kwamba inapunguza hiyo foleni. Nimeongea kwa ukali ama kwa upole? I don't understand. Nafikiri nimeeleweka. Nimejaribu kuimake iwe simple sana, nisitumie terminology ambazo ni ngumu, ila nimeona nitumie hizo input tatu ili kuhakikisha kwamba nanili inafanya kazi vizuri, kuhakikisha kwamba decision ya kuruhusu ama kutokuruhusu magari inafanya kazi vizuri, umeona. Kwa data zote zikiwa collected zinaingizwa kwenye ubongo wa AI, zishaingizwa kwenye ubongo wa AI, then una make decision, taa ina act kama actuator. Nikisema actuator maana yake ni output, kwamba inaruhusu hivyo. Kwa hicho ndo ninachoona kwamba kinaweza kikatumika, cha kwanza kwa kuangalia tunapunguza hiyo foleni kwa namna hiyo, umeona. Na inaweza kutumika kwenye maeneo, ikawa implemented kwenye barabara ambazo ni kama sample, kwenye zile barabara ambazo zina watu wengi sana, kama sample labda barabara kadhaa, and then ikawa tested, ikaangaliwa, then tukaenda tukagrow phase by phase kwa nyingine na nyingine. Nadhani mmeelewa. Kama hamjanielewa mtaniambia mjeelewa wapi, niwe na explain taratibu. Nafikiri tumeelewana. Sijui nani ana dhamana ya kufikisha hii hapa kwa watu husika, ila thank you for listening. Mimi hapa wananiita Rogers Mosha kutoka Interfix Technology. Nawapenda sana. Usisahau kunifollow. Thank you.